alijuaka tengeneza disciple. Kutengeneza disciple ni kazi, ina muda na inakuwa na energy za Mungu, inakuwa kuvumilia sana. Amen. Na leo tutajifunza juu ya disciple, kwa kuwa kunakuwa siku kunakuwa siku Mungu ameonyesha jeunesse ya Uvira inaenda nje ya Kongo, na kuliko walienda nje ya Kongo, wengi wakaanza jiuliza watamtumikia Mungu namna gani juu hawakumalizaka programu za kiroho za disciple ili wakuwe efikasi kwa wanaenda. Na ile picha sasa nimeiona, nikatoka nikaanza kumwambia Mungu, nataka kunimaanisha nini? Ghafla nikasikia ndani kwamba kuna upungufu ya mafundisho juu ya disciple. Kama mtu akielewa disciple ni kwamba baada ya muda fulani unaweza ukafika kiwango ambapo ukikuwa nje ya mahali unaabudia unaweza endelea na kutumikia Mungu. Ni vigumu sana mtu ambaye aliokoka, baada ya kuokoka kisha akatoka mbali ya kwenye aliokokea, kama hakujengwa vizuri zaidi, ule mtu anakuwa na tendency ya kurudia. Ndio kwa maana tunaona waitikia wamoja wakisha amekoka hapa, anaenda kusomea Bukavu, anafika nikala mkampus ya university, anakosha wengine wako na tabia yao, wengine wa binti, ghafla anaanza wafarana atembeza wasana wale wa binti. Kwa nini? Kwa kuwa aliokoka lakini hakuwa notion ya disciple mwenyewe. Kama kulikuwa notion ya disciple mwenyewe, angeanza kazi ya kutransformer wale wa binti ambao walikuta mahali ambapo walienda. Na kwa picha ile nina uhakika ya kwamba tutaanza leo, wiki inakuja tutafanya picha tunaonyesha wiki inafuata. Nina uhakika ya kwamba katikati yetu kisi tumeikana hapa, masiku zinakuja hatutakuwa pamoja. Nina ile uhakika. Ninajua katikati yetu kwa watakuwa France, kama ni nani, kama atakuwa Italy. Kwa sababu hiyo wewe ndio unasema. Kama atakuwa Egypt, kama atakuwa Afrika Kusini, kama atakuwa Norvège. Maombi yangu ni nini? Mungu anakupatia kiu ya kumaliza hii program. Itakuwa matimasha zinafuatana. Tutaruka tu hii. Ili saa Mungu anakubeba kule, ujisikie kuwa libre. Kuendelea kufanya kitu cha kimungu ambacho baada ya kuishi duniani Mungu atakupa. Haleluya. Amen. Kama injili imeenda mbali ni kwa sababu mwanaume Yesu alitengeneza kwa wadisi. Nao wakatengeneza wengine wadisi. Nao wakatengeneza mpaka jinsi message ili kufikia. Amen. Na sisi kwa pamoja tutatengenezana kupitia neno la Mungu. Ili kwa utaenda na utengeneze wengine. Haufundishiwi ili ibaki ya kwako uko unajua kuomba, uko unajua kusoma neno la Mungu, uko unajua uko na relation ya na Mungu. Sio tu hivyo, ni kukufundisha maneno ambayo utakuwa nawe capable kujenga mtu wa kesho. Kwa kuwa capable kujenga mtu wa kesho, kutakuwa faida ya ajabu sana. Sasa ule mtu mwenye utakuwa umejenga na anachenga mwingine, siku mnakutana na mbinguni, Mungu anakuuliza kwamba ulifanya kazi gani? Na Mungu ni mhubiri toto na ulifanya kazi gani? Na mimi ni mhubiri. Baada wote wanakuwa majukumu bako kiroho. Unaanza na en fonction ya walifataka nyuma. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndo introduction kidogo juu ya disciple. Sijui kama kuna kwa swali ili tuendelee. Kwa swali kama kuelewa nakwambia kama tutajua ngapi tu. Amen. Amen. Oui, page. On va comme français. Non, encore une page 3, page 3. Ou page 3, tunashukuru katikati. Wanatuambia
La stratégie du Campus pour Christ se résume. Il y a une stratégie, il y a une organisation. Jésus-Christ. Merci beaucoup. Les édifier dans leur foi. Merci beaucoup. Les former pour unaweza kusubiria hiyo ikawe mwingine kaeni hapo. Hakuna mtu akumwona. Kwanza ni gagner les âmes à Jésus-Christ. Mimi sisiki yake haya kuambia watu kama Yesu ameniokoa. Peut-être kuna vijana wengine ambao walizaliwa baba na mama ni wa Kristo, si ndio? Akakomana mpaka jinsi akaanza imba bila kuona dhambi kidogo. Mimi niko watu ambao sikupata hiyo neema ya kukomana kanisani mpaka nikampenda Mungu zaidi. Ndio nilikwenda kanisani ningali mdogo, lakini nilikuwa bado sijaokoka. Ndio kwa maana nilikuwa nafanya vyote vibaya, lakini nikapata neema ya kuwa gagner. Hii ni etape moja mkubwa sana. Kukuwa gagner kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hii strategia ya gagner les âmes à Jésus Christ haitoshi. Ni mzuri sana, mais haitoshi. Ni lazima ule mwenye kuwa gagner akuwe nini? Edifié. Ndio kitu nimesahau kuambia. Hii kae taisoma mstari hivi. Tunaikunja hivi. Ili isikuzumarishe kuona huku na kuona huku, tunabakia nafasi moja. Tuko pamoja? Unaweza kafuta page kwa protokoli saidia watu. Page 3 kisha anakunja hivi. Ndio. Maniko na Kiswahili tamsumbua kidogo kama ni kuendelea kidogo mkano wa France. Kiswahili bali wapateni wote za français kisha watakuongezea Kiswahili. Juu ukiingia Kiswahili utakupoteza kidogo. Kama itawezekana kwa Kiswahili. Gabunia watu za français kisha mwana atakuwa na besoin ya Kiswahili. Tunakia mshangeler anakupatia français mtendee jimoja. Juu kuna muda mdogo sana. Commando de Jésus. Commando de Jésus. Mouvement partout, mouvement partout, mouvement partout et on acclame Jésus. Très bien, Mungu awabariki sana. Mkikumbuka formule, ukisoma page 3 unakunja hivi. Siona watu wanakunja ndio maana ningana na system. Dada wayakunja. Yaani kama mtu ameokoka lazima afanye ajengeke imani yake. Ya tatu, les former pour qu'ils partagent leur foi avec d'autres. Unamfundisha sasa ili naye aanze kuzungumzia watu wengine ile imani ambayo aliamini, ambayo amekubali maisha yake. Na ya mwisho, strategie ya mwisho ni les envoyer pour faire autant à d'autres. Tukiheshimia hiyo strategie, siku ambazo zinakuja mulimwengu ya roho, kutakuwa watu wengi tutakuwa tumekogota kwa nani? Kwa Yesu. Nao watakuwa kapable nao kufanya hivyo hivyo. Leo mwenye anafundisha saa hizi ni mimi, lakini siku zinakuja kama tukiheshimia yuko kama mwenye atafundisha hata kwa tena mimi atakuwa wewe, na mwenye atafundisha masiku zinakuja atakuwa ule mwenye wao kufundisha, na kitakuwa kitu kizuri sana kwa nani? Kwa Mungu kama vile vijana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunatumia pale yetu. Unaona kuandika introduction. Page 5. Wanatupatia maleson tano. Zinaweza kusaidia kufanya disciple vizuri sana. Leson ya kwanza wanasema nini? Nani anaona vema? Unaona vema anaweza kusomea. Commencez votre vie nouvelle avec Jésus-Christ. Très bien,
Commencez votre vie nouvelle de communion avec Jésus-Christ. Commencez votre vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Il y a une Commencez votre vie nouvelle, croissance à Jésus-Christ. Il y a comment? Commencez votre vie nouvelle dans la parole de Dieu. Très bien, merci. Commencez votre vie nouvelle dans la parole. Vous l'avez remarqué à côté de ma commencé. Pourquoi pas vous? Zote ni manini? Ni makomansi. Nitaka uliza kitu kimoja. Mtoto sana zaliwa wanakutaka nani? Wewe jina hizo na mtaka. Kiumbe tabia, kiumbe kipya. Swali ndio hili. Sasa mtoto anazaliwa, alikuwa hayuko kabisa. Alikuwa wapi? Mbele atoke mtumbo mama azaliwe, alikuwa yuko wapi? Alikuwa mtumbo ya nani? Ya mama. Donc ni kiumbe kipya duniani. Mtumbo mama yake alikuwa shaanza kufanya movement na kupiga mama vipasa, si ndio? Ndio. Acha niwachekeshe kidogo. Mtoto sana ni mtumbo mama yake anapumulia wapi? Anapumulia wapi? Mapua na kinywa ama masikio? Ukitoka nani? Napenda kwa mtoto. Juu mtoto seko mtumbo, kinywa haina kazi. Macho haonaki. Hata kama anaweza kapula haoni. Pumuzi mapua alikuwa kinafanya nini na kupumua? Anakuwa na kitofu ambayo na banana na hiyo wanaita mfuniko ama kidamudamu cha mama, kimfumo cha mama, kile mama akikula chakula inaenda kule inapita mkile kidamudamu cha mama ili mtoto apate chakula kisha inaingia mwilini mtoto. Sura kila mtu anafanya takubwa. Lakini miradi kale, kale kutunga na nefu mmoja uko pamoja. Mena sasa mtoto anazaliwa na ile kitofu hiko. Kisha anafika yeye anasema ninakuwa wapi? Maria amemwambia sizoe. Anasikia bali ndio kwa mlima moja ya kashogere ya die. Il faut aanze kumulia kulini kumapua. Il faut aanze fungula kinywa yake. Ndio kunakuwa kia kwanza ya mtoto. Wengine wanaita si kia macho, mimi sipeleke tena kitu. Inakuwa kia kufungua njia ya yeye kuanza kupumua na kuanza kuwa na communication ya kukula. Hapo yake hapa na yake kulini. Ni kusema sasa mtu anakuwa kiumbe kipya, kuna vitu vinabadilika. Kuna maisha yanashangaza. Many shows unapookolewa unakuwa kiumbe kipya. Kuna mambo mapya ambayo ni lazima ukubali ibadilike monini maisha yako. Bila vile utakuwa kama vile mtoto mwenye alishazaliwa na anataka mtumbo wa baba. Kondisio kupitia sipendi. Mimi napenda tu mtumbo wa mama. Na japo alishakuwa hiyo chakula nisi arudi. Amen. Donc kwa maana mwelekeo ya kwanza na ndio tutaona leo. Hizi nyingine kama tuna siku nyingine. Inasema commencez votre vie nouvelle en Jésus-Christ. Swali kwamba kuanza maisha mapya ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Utaendeleza hivi. Lesson ya pili inasema commencez votre vie nouvelle de communion avec Jésus-Christ. Huko mliko Maria, très bien, kwa Maria. David Oshimani. Kwa Maria kwa mke. Amen. Très bien. Unaona ukata. Mtaona kitu anampenda sana. Sawa. Mbele mpenda alimchumbia. Sasa mchumbia pakaza ongea masimu hatari wale ungemuizaka yeye hadi kwambia me chutu anampenda sana anakuwa mwambie masimu wazee mpaka kumwambia nitakuoa. Sawa? Ile ni maisha ya nini? Ya communion. Unataka
ukimshirikisha hata sikia bien, sema anaweza katala takuni. Même chose. Même chose na maisha yetu ya kiroho. Sasa tunaokolewa tukianza maisha ya komunyon na Yesu Kristo. Sasa tunafanya dhambi. Si na Yesu kwa kile relation ya Mungu. Ndio maana katikati yetu sasa unafanya makosa, unashindwa kuomba usiku. Bongo hapa. Allô? Jeunesse, allô? Sasa unajibiana na mwenzako vibaya. Unataka omba baba kwa hiyo tunalei. Kwa hiyo ile komunyon na Mungu kiharibika inavuruga hata maombi. Ya tatu tutaka kuona commencer votre vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu. Yaani kuanza maisha mapya ndani ya Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Kuna watu wengi wameshaokoka lakini hawamjui bien Roho Mtakatifu. Na kile wamjui bien Roho Mtakatifu ameexperimenter mystère ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yao. Nitaka kuambia siri moja. Mnajua kama Roho Mtakatifu anaweza kusifia mtu kwenye plana. Mnajua vile? Uko Kristo Roho Mtakatifu anakuambia. Na ndio Kristo. Mwisho kumkasiana. Kitu kama mnajua hiyo? Ndio. Amsitiki na hamna huyo watu. Uko siri vile da. Félicitations. Nani mwingine mnajua hiyo? Mnajua hiyo? Très bien. Sasa uko na makazi leo mnajua. Mtoto anakuwa na makazi. Parce que kama mtu anaanza maisha mapya ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasemaka acha niwaambie siri moja. Ya nne, commencez votre vie nouvelle de croissance en Jésus-Christ. Yaani kuanza maisha mapya ya kukomaa ndani ya Yesu. Kila wakati mtoto anapozaliwa, mzazi anapenda kaangalia après 3 mois kutakuwa nini, après 6 mois kutakuwa nini, après mwaka 2 ans kutakuwa nini. Na ikimtoto akifundisha 15, 20 na kupanda wanza leo iko sijui. Yaani mtoto alifanya nini? Alikomaa. Turudie kiroho. Kila wakati ambapo ulimjua Yesu, unamtumikia Mungu kanisani, na kama haujaanza leta watu wengine kwa Yesu, ama kuanza chenga watu wengine, uko problema ya kukomaa. Yaani kuna vitu ambavyo hautumikishi vya kiroho, ambavyo vitakusaidia wewe upande mbio. Juu kwa kukutazama unapaswa kuwa representant wa kanisa yenu sote Kisangani. Kulingana na miaka ulishafanya ndani ya Yesu. Unapaswa kuwa mchungaji. Unapaswa kuwa evangelist ama mwalimu wa kanisa. Metemake hauelewi maisha mapya ndani ya kukomaa, unatuma haukomei ndio Yesu kwa nataka. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya tano ni commencer votre vie nouvelle dans la parole de Dieu. Hapa napenda sana. Unajua watu wengi hawasomaki Biblia, sio kwamba hawapendi kusoma Biblia. Ni kwa sababu hawajajua kama mtabu na kwa Biblia. Ambao wakaelewa kwa mtabu na kwa Biblia. Unajua mtabu wa jeune ni fulani. Siko atakumbuka maverse za kumpatia la atapendaka ile Biblia. Mwambie usirataki dimanche, huko maverse za kupatia la usirataki. Amen. Huko maverse za kufungulia mavoyage usirataki. Huko maverse za kupatia bwana kama ungali jeune usirataki. Huko maverse za kupatia sheria wa bien usirataki. Huko maverse za kufanya kwa waheri usirataki. Parce que Mungu alitupatia Dieu de parole de Dieu. Mais il faut apprendre maisha mapya ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu linakuwa na strategy tatu muhimu. Nasikia nikagusika ndio hata kama tutadevelop. Cha kwanza, unaweza ukasikia neno la Mungu kama vile unaiobserve. Si sawa? Kama vile unaiangalia. Ya pili, unaweza kuinterprete. Hii neno inamaanisha nini? Ya tatu, unasikia neno la Mungu kama vile application. Hii ndio inafundisha biko mu maisha yako. Haleluya. Na kama mfano, ndani ya kanisa hili wamefundisha habari ya wakati ule wa mwisho. Yesu atatia kondoo mkono wa kuume
na nini? Na mbuzi mkono wa wapi? Kisha atawaambia nilikuwa uchi, hamkuniona. Nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuwa mgonjwa, hamkuniona. Nilikuwa mgereza, hamkuniona. Tukisema tuaplike le verset, est-ce qu'on a bien? Est-ce qu'on a bien entendu? Mwenye alikuwa na maono alifanya quelque chose kutokana na vile alisikia. Parce que kila wakati unaposoma neno na usifanye pratique pale pale, unapungukiwa kukomaa ndio. Mais kila saa unasikia parole de Dieu na unafanya pratique kiroho, una grow up, unaenda kiwango kingine. Amen. Mwambie ukaliwa kusilatakini semaine. Ya mwisho ni commencer votre vie nouvelle dans la prière. Kwanza maisha mapya ndani ya nini? Ya maombi. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa niko najifunza kuomba. Nikasema hii siku naomba. Unapita siku ya nini? Nikajipanga kabisa nikaomba. Hapana kuomba watu wenyewe, kuomba mwenyewe. Nikekala. Nisimwache kwa nikule. Pale mzima kule nikashinda sana. Nikikala chini naanza omba. Nikasema naanza na maombi ya msamaha. Kisha kuna nguvu za giza na mwito Roho Mtakatifu na ombea mahitaji na naanza ombea watu wengine. Mimi ningali tunaomba msamaha. Kasikia moyo, unajua moyo? Ndio. Moyo chini. Kilikuwa mrefu. Nikasahau ile vipindi vya kufanya. Nikasikia uzito wa usingizi. Nikasema Bwana, na wewe unajua kabisa kama mwili mzalifu. Na hivi sasa hizi programu nilikuwa nayo leo sitimiza. Nitafanya hata kesho. Nisaidie mimi usiku na leo nani. Nikasikia vibaya. Sema kwamba Yesu chui hizi ndaweza omba mwenyewe. Siku nisomaka hii partie ama najifunzaka hii partie tunapita karibu kama makenza. Ya commencer une vie nouvelle dans la prière. Nikisema niombe sisikia kiamu. Amen. Pourquoi? Parce que ukijua kisi wanaongea na Mungu. Mwajua President Kabila. Wote wale ni Tshisekedi. Unamjua Tshisekedi. Wakwambie wewe unaongea na Tshisekedi. Sasa hivi unaweza kukompotea. Kwanza na mkutano utamaliza. Kwa sababu mafremu pekee nataka kuimalizia wapi? Kama huko pia unaweza kwa msalaba. Chama kwanza modeli kabisa. Mataka make up kama wewe unaangalia nguo yako wewe ile ukipita kwa saa ile mtu wa Mungu na kisha unajipanga bien, si ndio? Même chose unapoongea na Mungu. Kwa nini tunashindana kuomba kibinafsi? Hatujipanga sana tunataka kuongea na Mungu. Tukianza kujifunza kujipanga pia kuongea na Mungu. Kuongea na Mungu ni maisha ya mzuri sana na maisha ya nini? Ya ugeni. Voilà ma leçon 6 zilitenda kuona dimanche 6 zinafuatana. Dimanche kwa tunamaliza kuwafia dimanche 5. Na mimi naamini ya kwamba ukimaliza hizi maleso pamoja nasi kuna vitu ile Mungu atafanya na wewe. Amen. Amen. Hata tuone ya kwanza tu. Tutaenda mbio. Ya kwanza inaitwa commencer votre vie nouvelle en Jésus Christ. Avec ce dernier micro tutasomea sio wote mmoja. Kisha tunaendelea. Karibu mtu wa kwanza na tusomee. Tunasoma commencez votre vie nouvelle en Jésus-Christ. Chaque chrétien peut avoir la certitude d'une bonne relation avec Dieu. Sans cette confiance, il est impossible pour quelqu'un d'éprouver le vrai bonheur et le contentement complet dans la vie. Au moment où, par un acte de foi, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie pour être votre Seigneur et Sauveur, il y est entré. Voici ce qu'il a promis dans Apocalypse 3, verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Amen. Kuna vitu ambavyo wanasema hapo vingi sana. Tagusia tu mwili ama wakati. Aseme kila Mkristo ama chaque chrétien peut avoir la certitude d'une bonne relation avec Dieu. Sans cette confiance, il est impossible pour quelqu'un d'éprouver le vrai bonheur et le contentement complet dans la vie. Kila mwenye aliokoka kama hana uhakika ya kwamba iko murelasio ya bien na Mungu, na kama hana ile confiance, kwake ni vigumu kusikia raha ile wanasemata amani ndani ya wokovu. Ile wanasema kwamba nilipata probleme saa hizi, najua kama nikiambia Mungu utatoka. Kwake anaona hata niambia Mungu hata kujibia. Vile shaka mwambia wengine akufanya nini? Akunijibia. Mena kama hauna relation ya bien na Mungu, hauna ile confiance ya bien na Mungu, inaweza ikafanya maisha ya kiroho usisikii brave tamu yake. Mungu ametuokoa ili maisha ya kiroho iwe maisha ya bien. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu kingine wanatuambia, aseme wakati tu kwa tendo la imani ulimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, akakuja akatoka mbinguni akakuja kaingia wapi? Ndani yako. Na sasa aliingia akafanya makao mwili. Swali ndio hili. Aliingia masikio, kichwa, kifua, miguu. Ndani ya roho kwa kufariki sana. Mtu mwingine alikalia, sasa alikalia kumaelewa. Sisi sote ni ndani ya roho. Très bien. Bana tupatia texte moja bien. Pour Apocalypse 3:20, inasema hivi. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Asemesikia, ninaikaa kumlango na ninabisha hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia mlango, nitakuja na nitaikaa ndani yake. J'aime ça. Hii mlango ambao Yesu kunasema anapiga hodi ni mlango gani? Roho ya Mungu kwa kasi gani? Doa. Kujibu vizuri. Ndani wapi? Roho iko wapi? Roho yangu, roho yako iko wapi? Ndani ya mwili. Yes, kama kula kikona shini. Mule ndani. Ndani ya nafsi iko wapi? Mena unasikia kama Yesu anapiga hodi. Wewe mwili, si unasema wewe kwa mwili ndani. Hapa kule esprit yako unasikia si roho Yesu anapiga nini? Hodi. Na vile Mungu akubariki sana. Sasa tunasema matokeo partout. Il y a une vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Donc leo kwamba ile esprit yako ni apatira ndani ya msikizo wa Mungu. Ndio kuna Saint-Esprit anasimama wewe na upenda kusikia ama yakuwa pia akijua kusikia. Basi ukianza msikia bien, kuna vitu mingi vitabadilika maisha. Vitu vingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Beaucoup de choses vitabadilika maisha. Mena hapa tumeelewa kama anapiga hodi na unafungua roho yako, anaweza kaingia. Una wewe wapi? Mule ndani yako. Swali ya kwanza. Nani atakusomea swali ya kwanza? Swali ya kwanza. Avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie de cette manière? Très bien. Inamisha kichwa ujiulize wewe, usitoke tu kwa. Est-ce que kuko siku moja yeye Yesu alipiga hodi ndani ya roho yako ukakubali? Yesu alipiga hodi ndani ya roho yako ukakubali aingie. Jina wewe mpokea hivyo hivyo. Ni réponse iko personnelle, mais defanya public.
niko na besoin ya wale wenye wanakumbuka siku ile siku. Wanapotea témoignage de quoi. Na wale wenye wanakumbuka ile siku. Leo tunaanza kufanya kile kile. Tuko pamoja? Ndio. Bien élevé. Parce que je vis entre vous dans le cœur. Ndani ya nini? Ya roho. Donc alipiga hodi. Maana Yesu Kristo anasikia fuma leo niache kutongoza mwenyewe. Yesu ndio niongoza. Mengine si tunasema Yesu hapana. Haya yatakuwa mama. Ndio kanisa ndio. Lakini hayakuwa ndio saa utakontrole kila kitu kama hapana. Utakontrole kabisa kwa masomo. Utakontrole kisi na kisi na kisi. Utakontrole fanya zangu za mkono. Uta hapana. Utakontrole na washirika wako na kwa ndio mtafiti. Sina besoin ya mimi. Uniache kwenda kanisani na yeye. Hayakuwa shida. Me ukichua neema kama huko siku nilisikia ile sauti. Na akapiga vrema roho kuro yangu na nikampokea. Unatambia kama ilikuwa siku gani? Na ilikuwa kaya. Na kama haukusikia ile sauti, usirate leo kwa siku yako ya Mungu. Amen. 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 Usijamani sema mimi mbaka sana au usifadhili na vile. Kwa kwanza muhimu sio personnel na Yesu. Haleluya. Amen. Ndio maana natauliza. Kuna mtu mwenye hajasikia vraiment kumbuki si kufungula kwa kama huko usisikia kwa mjeo. Mimi niko jeune sana wewe nifungula siku moja. Na wewe ni za kwa kazi yako ndio. Kama unafungula unazima na mimi yangu ni sababu sina temani. Na wewe ukishafungula jiprepare kuenda kwa nani anafungula? Acha tuanze na wewe shafu. Mungu mashafungula. Tenda vipi? Nani mwingine mashafungula? Bwana wangu ndio ndio unaweza kutenjea hiyo kwa mmoja. Tenda dada nani mwingine? Bila wasema mata ya fungula kama tutakayosaidia kwa fungula. Tenda ndio tunatunga ile kesi. Asimu kuko bila maelewa nini? Kesi. Tulisoma Apocalypse ama Ufunuo kwa Biblia. Tunasema hivi. Tazama ninashimama kwenye mlango, ninabisha nini? Odi. Ninapiga odi. Atakayenifungulia nitafanya nini? Nitaingia ndani mwake. Kisha nitakula naye. Tukasema mwanapiga odi ni nani? Ni Yesu. Sawa. Mwanafungula mlango ni nani? Mtu. Mlango gani? Ya roho. Kukaribisha Yesu aingie wapi? Ndani ya roho yake. Ndio tukauliza hivi. Yesu unakumbuka siku ulifungula ile mlango? Yesu akaingia. Wamoja wakasema ndio. Sasa hivi tunatafuta na mbona yafungula ile mlango. Basi leo inaweza kuwa okazio ya bien. Yeye kufungula ile mlango. Tukasema hivi mwana anakumbuka atanyorosha mkono. Mimi anasubiria atapita mwenyewe kulikuwa kaya. Sawa, na ule mikono si ile nikitaka kufungua. Très bien. Très bien. Très bien. Mungu pia tunaje mpaka Mungu awabariki sana. Makabati yanafungula. Kwa mikono. Très bien. Na kusikia haya. Leo utakuwa na dunia bien. Très bien. Très bien na mwingine. Très bien. Ndio siku yenu. Kushangilia kwa Yesu kwa ajili yako. Leo siku yenu. Aujourd'hui c'est votre jour. Kama tumekutana leo siku ya leo ni yenu. Amen. Haitatajua. Tutakapata kwa kimwenyewe watu wawili. Bila na hata mbili kwa siku gani unakuta doda. Ndio. Na ilikuwa kaya. Kisha tutakayorudia kwa ile ndio. Kwanza bwana. Bra, karibu. Shada kidogo, shada moja na mwili dada. Amen. Naweza nikasema kwa ngambo ya témoignage nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa natumia mvinyo, lakini siku moja nilikuwa nikitembea nikakutanisha na neno la Mungu. Sasa nilijisikia kushimama pale na kama vile nilikuwa mateka. Niliposikia neno nikajielewa, nikasema kwamba hakuna mambo ambayo niko amo. Nikamsikia kitu kinasema wewe si mwanadamu, unaweza kufa kesho, utakuwa wapi? Nikabadilisha maamuzi na nikampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kabatizwa kwa maji mengi. Shangilia Yesu.
Nakumbuka bien avant nilikuwaka naingia kanisani, mimi nilikuwa siamini. Mimi wakati mmoja nikasikia iko na ubiri kwa radio, ndio mimi niliokukia. Nikaanza kufanya ubishi na mtuko naye mnyumba, niko na defender kwa nilikuwa naingia, mimi siwezi niingia juu ya mimi. Mimi kwa radio kama nikapitia mafundisho, nikapitia sasa kuamini Yesu. Nakumbuke ilikuwa Septemba, nisikumbuke jour, mais ilikuwa Septemba Mwaka gani? Msao kuuliza mwaka. ilikuwa Septemba 2017. 2017 natoka Kamituga. Kumwangalia leo uzo wazee kabisa kama alikuwa mzambi mdeni avant 2017. Sasa nabadilisha mbio. 2017 nikakuya na niliokoke kwa hapa Uvira. Luena hapa nilikuwa mzambi. Septemba 2017 sikumbuke si nafuata mafundisho, mimi nakia décider kubatiziwa sasa mu janvier. Après que chapitre 2017 2018 mu janvier ndio nakia batiziwa, mais niliokoka kwanza mu Septemba 2017. Shangilie Yesu juu ya Yesu. Très bien dans ici, dans Amen, amen. Mimi tofauti kidogo na wengine wote. Mimi nilizaliwa kama familia ya Wakristo. Akiwa pastor, pale maana tuseme kama sema hakuna dhambi tuseme tu. Lakini hakukuwa kuamini Yesu. Nikabatizwaka mu Maseni, mu ya mvuto. Mimi naisikia. Tubatiziwe. Tunaenda tunaona ni piscine, juu watu wangu sasa papa na msepaki. Ni piscine watu tubatiziwe. Unabatizika batiziwa, mesija mpokea Yesu. Maana pale kwangu kupiga wote hakuna, na batiziwa tu hakuna yeye ule naye na mjamaa ya bwana. Sasa mpokea Yesu wae, na kisha batiziwa na uyapokea na kisha batiziwa. Sasa nilikiaka huku tunatoka kwa tunapia huku. Tulikuwa nafanya bakatufanyisha kama vipindi hapo. Tulikuwa nasema juu ya kuhubiri moto na kibe evangeliki. Tulikuwa na kitu moja kuzungusha. Unaweza kuzungusha nasi Yesu alikufa msalabani kwa dhambi yetu hivi na hivi. Mimi naenda kufundisha mtu na mimi kwangu haiko. Nimesha kufundisha nao naenda tu basi tu. Sio kufundisha. Nikafanyaka hiyo betu Kalmabenge mdeni mwezi wa hivi Kalmabenge. Sasa mwenye niko naenda fundisha, mimi naenda fundisha kitu kwa ajili ya Yesu. Akakuwa hivi maana yake Mungu alikuwa anasikia sema Mungu alikuwa mawe dada. Hapa vile ndio kwa kumbe jinsi niko nafundisha ninakuwa na recevoir usije jambo. Nikasikia kitu kinaingia mwenyewe nikasema awi. Sasa nilitoka pale nikaenda kwa mwalimu wetu alikuwa jina lake Martin Mufuka. Ndio kwa jina lake. Nikaanza kumwambia mnifundishe sasa kidogo. Nikaloka sasa mafundisho. Mageni nafundisha na nifundisha kwa kweli. Niwanipatie sasa. Na Yesu kwa mimi zaka. Shangilia Yesu bien, shangilia Yesu bien. Haleluya. Tunabakia bado mwingine mmoja iko na kumwona. Dada mwingine mmoja tunaiparua dada. Amen. Tunasaidia. Ndio tunaenda mbele. Tunarudia wale ambao wamenyosha mkono. Mumeelewa kidogo kisha mpokea Yesu. Ndio, nimeelewa. Mnasikia kisi anagongaka hodi moro. Na ukijisikia kumfungulia leo, anaweza ingia, ninakuwa shughuli unaandika mwalimu. Na tunakuwa na dini yako ya Biblia. Utakie lugha ya Mungu. Tu mwana naokoka kuanzia kisemeni. Mwalimu mafundisho kwa na droit ya Biblia. Ushabatiziwa. Hatuongea wewe na kubatiziwa. Tunaongea habari ya kupiga hodi. Ndio. Batiziwa, ushabatiziwa hatutabatizana tena. Tunaongea habari za ndio ndio ya ndio.
Tuko anaongea habari ya nini? Ya hofu. Sasa ni batizo wako vraiment hii mlango sikuifunga. Si sawa? Inaeleweka? Dada alikuwa wazi sana. Kwa maana tunarudia tena kwa wale wanaosema baba. Unaweza kunanyosha mkono ndio tabia 1, 2, 3, 4 huko kulikuwa nifundisha sasa. Ndio sita. Hilo ndio roho ya mwanadamu hiyo. Na hapa tunakuwa kiti ya uongozaji na toka roho ya mwanadamu. Kama Yesu tunataka kuishi mfano wa Yesu. Angali nje ya hilo. Mwanadamu anakaa ile pale kupitia. Hapa anaweza fanya vitu anapenda, nyofu ya. Hakuna kumwambia acha. Sasa ni acha jideside. Mais Jésus akiingia ndani, chemin changer inakuwa hivi. Kiti Jésus anakuwa hapa, yeye anakuwa hapa kwa magoti. Sio kwamba hatafanya dhambi. Mbele afanye tagombana kwanza bila. Tuko pamoja? Ndio kwa maana tunapenda sie wote kuendelea mwenye usinyuma. Tuwe hapa. Usijisikie kama ni haya. Haya ndio mimi siku mwana mimi hai. Kwanza watekete kidogo. Tuko ni watekete mbele kwa kuomba na Mungu. Wakati mmoja nilikuwa kumbura kastero. Ni experience ya nzuri kushinda na experience zote. Amen. Amen. Ndio kwa maana nitawashia. Mshimame kwenye Mungu. Msisikie haya, msisikie Mungu. Mshimame, très bien. Très bien. Très bien. Msisikie haya, ni experience ya kutamu sana. Kwanza uko na kando, uko na fanya bidii. Sasa hivi, unapokea na uwa. Mtu ni ansar, kumbuka kuzileta. Wapate kando. Très bien. Shewe ile tunamishe vitu. Tunataka kuwasaidia, tutaomba pamoja nao ili Yesu ambaye alikuwa nje aingie wapi? Ndani ya roho. Kuomba ni tendo la imani. Lakini attitude ya roho yetu ndio inaonyesha jinsi Mungu tunapenda kuomba. Amen. Mtarudia maombi na kila mtu mwenye kwa hapa atatushindikiza, si sawa? Tunarudia shebo. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo. Nimeijua kama siku zinapita. Kama siku zinapita. Nimeongoza maisha yangu. Mwenyewe. Siku ya leo. Nakuja mbele zako. Nafungua mlango. Ya roho yangu. Ingia Bwana. Uitawale. Ingia Bwana. Uniongoze. Ingia Bwana. Unipe maisha mapya katika jina la Yesu. Nipe kiu ya kuomba, kiu ya kusoma neno lako. Asante Roho Mtakatifu. Samehe dhambi zangu zote. Haijalishi wingi ya dhambi. Ninaamini ya kwamba unanisamehe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na ushangilia Yesu bien. Shangilia Yesu bien. Mungu awabariki sana. Tunajimbia sasa kwa kesho. Na msaidia kukamata na contact kwa majina na wale waliomba ili wajue kwa question ya kupata ni question unasema hivi, s'il en est ainsi, où se trouve Christ maintenant par rapport? Nakumbuka question ya kwanza ilikuwa, avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie de cette manière? C'est-à-dire, ndio nimekubeba. Kama kweli Yesu ulishampokea moyo hali, kutokana na hiyo andiko, Yesu yuko wapi kwa kuangalia wewe? Ningependelea wale tuliomba nao ndio wajibu. Tumekaribisha Yesu wapi? Wewe. Bila kuangalia Yesu kwa wapi? Nani mmoja ajibia mbio? Dada. Sasa niko super, utakuwa super utashangaa.
surprise ya kujibia kwa kesho. Itakuwa automatic. Iko mbinguni. Très bien, lakini haukuweza. Nani mwingine atajibia bien? Mnaenda. Msiendi wapi? Nani mwingine bado tunaomba nao. Hata sema iko mbinguni, hakuwezi. Yesu kwa? Baki Yesu kwa? Très bien, ambia katika Yesu kwa. Mwambie Yesu kwa ndani. Haleluya. Unaweza kupatiwa namna gani kama Yesu kwa ndani yako? Kutokana na hiyo hali. Kaeni yako ukisikia tukajibu, unakanika ndio. Semeni inakuja, tutakuwa na semeni moja ya kutosha. Na response mingi itakosha kupotea. Na tutakuwa na makado wataweza kujibia tena kwa hiyo. Makado spécial. Makado spécial za Yesu. Comment pouvez-vous savoir que Christ est dans votre vie? Unaweza kujua namna gani kama Yesu Kristo? Oui, papa. Tunajua Yesu Kristo kwa ndani mwetu kupitia Roho Mtakatifu. Très bien. Dieu a bien ça là. Maintenant ça se kujibie en fonction des versets. Aseme tizama ninasimama mlangoni ninabisha wote. Kila atakayefungua mlango nitafanya. Ndio ni mwako. Na nitakula naye. Tukana ile ni comment pouvez-vous savoir que Christ est dans votre vie? Unaweza kujua namna gani kama Yesu kwa ndani. Oui, dada Pima. Na hii verse utajua aya kama Yesu alisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutokana na hii verse biblike tunajua kwamba Yesu Kristo mimi najua kwamba Yesu Kristo kwa ndani yangu kwa sababu nimemfungulia mlango. Très bien. Na naamini kwa sababu amesema ataingia ndani. Tupige mikono. Amen. Donc najua parce que nimemfungulia mlango. Une relation ouverte. Que pouvoir la résurrection en ce qui concerne Jésus-Christ? Ufufuko wa Yesu ilionyesha nini kuhusu Yesu Kristo? Ningependa nipate msomaji wa Biblia mzuri sana. Unatasoma Biblia kitabu cha Warumi sura 1:14. Nakwambia que pouvoir la résurrection en ce qui concerne Jésus-Christ? Ufufuko ulionyesha nini kuhusu Yesu Kristo? Jibu iko kwa hii verse ya Romains, Romains 1:14. Kama tunamfuata bien, kisha tunapatia jibu. Yes. Na wanapata mfransa mbele yake ndio nakwambia. Romains 1:14. Haiko 1:14. Tutakurudisha pale. Tunasoma Warumi sura 1 mstari wa 4. Okay. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Très bien. Na ambaye kwa uwezo wa Roho okay, wa utakatifu, yes, alisikirishwa kuwa mwana wa Mungu kwa ufufuo wake kutoka kwa wafu, yaani Yesu Kristo Bwana wetu. Romains chapitre 1, le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Romains 1:4. Et déclaré Fils de Dieu. Et déclaré Fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Papa. Réponse à quoi, Nini, ça? Vous pouvez tout la vie. Elle t'a sauvé la toi. À mon collègue, c'est bien. Votre sauvé est là. À celui est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon la résurrection d'entre les morts. Ametangaziwa kwamba ni mwana wa Mungu na uwezo wa ajabu sana. Wakati tu alifufuka toka wa kesho ndio hii.
ufufuko inaonyesha nini kuhusu Yesu Kristo? Nishasema jibu. Tena nauliza question. Ufufuko inamaanisha nini? Nishasema jibu ndio inasema. Inasema nini? Inamaanisha nini? Kufufuliwa kwa Yesu. Msisikie oga, unajibu. Oui. Kufufuliwa kwa Yesu Kristo inaonyesha puissance ya Yesu Kristo. Inaonyesha kama ni fils de Dieu avec puissance. Kufufuliwa kwa Yesu inamaanisha kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, haikuwa simple. Mais ni mwana wa Mungu mwenye kuna maneno na nguvu mingi. Kubarikiwe sana. Tutasoma 1 Jean 5:20. Wasomaji wetu wawili watusaidia hiyo. Ndio kitabu kesho kufuata. Qui est Jésus-Christ? Ukisikia jibu, yandike mbio. Mungu usirate makadeo zitakuwa dimanche itafika. Makadeo ya nini? Kwanza, Okay. Sura 5 mstari wa 12. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Barikiwe sana. Amen. Nasi pia twajua ya kwamba Yes, mwana wa Mungu ndio amekuja, naye ametupa sisi ufahamu, ndio ili tupate kumjua yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya Yesu Kristo mwanawe. mwana wa Mungu. Yeye ndiye Mungu, Yesu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yeye tena Yesu ndiye uzima wa milele. Siko teketeke na wasoma Français wanasema. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, Ouais. et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Très bien. Maana sisi là. Wataweza zote tatu. Mtakuwa mmenifurahisha sana. Olewa ya kwanza. Unaratika kamigani kwa mkono wa Yesu. Nani ataweza zote tatu? Est-ce que bien? Yesu ni Mungu. Baba. Okay, tuliitikia kwa ni baba tu ni Mungu. Ile besi ndio kwa majibu. Huyu dada akamigana na msoro jana na utakunja. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Tende anasema ya kweli. Haiko ndio tulisoma nini? Yesu ni mwana wa Mungu, moja, très bien. Yesu ni Mungu Baba, très bien. Na mwisho oui, kaka kuni. Unasema jibu moja. Usisema jibu tatu. Yesu ni nani? Anza kwanza. Uwache msimfungue. Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye ni uzima wa milele. Ya mwisho. Mpigie mikono bwana. Usisahau hiyo kwa Mungu wa uzima wa milele. Sasa unakufa ndio watu watalia juu ulitoka. Wewe unaanza vitu vingine. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Très bien, question nyingine ya mtamu. Aurait été le résultat pour nous si Christ ne peut pas ressusciter. Matokeo yetu yangekuwa namna gani kama Yesu hangelifufuka? Kama Yesu hangelifufuka, matokeo yetu yangekuwa aje? Aurait été le résultat pour nous si Christ ne peut pas ressusciter. Kungelikuwa aje? Nani anakuwa jibu hapo? Huko mwenyewe unajibu hapo karibu. Matokeo yetu yangekuwa namna gani kama Yesu hangelifufuka? Tusome verset 1 Corinthiens 15, 13 à 17. Vous faites bien, réponse au moyen verset.
Tunasoma Wakorintho wa kwanza sura 15 na mstari wa 13. Lakini ndio kama hakuna ufufuo wa wafu, basi hata Kristo hakufufuliwa. Tena ikiwa Kristo hakufufuliwa, kama Kristo hakufufuliwa kutoka kwa wafu, kuhubiri kwetu kumekuwa ni bure, imani yenu ni batili. Zaidi ya hayo twaonekana kuwa mashahidi wa uongo kuhusu Mungu, kwa sababu tumeshuhudia kumuhusu Mungu kwamba alifufua Kristo kutoka kwa wafu, lakini ili aliwezi kuwa kweli kama wafu hawafufuliwi. Kwa kuwa mfasi kesho ndio hii ungekuwa matokeo gani kwetu kama Yesu Kristo hadi nguruwe tu ilimkulaka mule mshimo wake hapo, ungekuwa matokeo gani? Maana matokeo Résurrection de mort, oui, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Merci beaucoup. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ukipungukiwa unamwambia baba, unamwambia kijoo. Unajua kuongea na Mungu kijoo. Unajua kuongea na Mungu kijoo. Sisi tunaongea na Mungu kijoo. Baba, wewe ndio mbaya. Na mimi maneno yako sasa niko mkijoo. Ona napungukiwa na moja, mbili, tatu. Najua kama majaribu na kuwa. Lakini nakuja kama vile mtoto ile urgence. Baba, ukishinda kunijibia leo, asubuhi sifiki wewe unijibia. Pardon papa. Niko mwana wako. Mjaribu kwa vile anaenda kunyang'anyia mtu hata wa France anamkosesha amani, anasema huko mtu mwenye ananielewa bien. Amen. Huko mtu mwenye alishaelewa position yake bien. Huko mtu mwenye alikomprendre kisi ni video bien. Na Mungu anaachilia. Amen. Wewe wapatie témoignage ya kidunia. Garso kama iko na miaka 7 sasa. Siku moja wanampatia communique, wanamwambia kesho kama mlipi 80,000 francs ya bus, usiku atapanda nini bus. Anaja kuniambia niko natumia kwa mmoja. Papa, demain on a dit ceci. S'il n'y a pas l'argent de bus, je ne pars pas à l'école. Oui, je vais pas comme nausha naenda ananipata hospitali. Papa, on nous a dit ceci. S'il n'y a pas l'argent de bus, je ne pars pas. Ok, bien fait que nataka kulipia. Non, c'est l'argent. Ni plutôt frère. Niende nilipe nini? Bisi jumie sitapanda. Sipani ni kwa ridiculiser na kwa banangu. Nikamwambia kika dike na argent que j'ai c'est pour le bus. C'est qui mon papa non? Donne-moi d'abord l'argent, tu vas gérer autre chose toi-même. Hii confiance nilikuwa nao kwa Mungu. Bwana siku sana. Amen. Bwana ilikuwa iliko. Amen. Amen. Mungu ni baba yetu. Na kama ni baba yetu, tuwe na confiance kwa yeye. Bwana siku sana. Niliwaambia mwanzo tuko tunajifunza ni kwa Mungu atakufanyia si bote. Ndio maana kama mtu karibia kama tena ipo tu bien. Siku inapoza kama atakuwa yeye ndio president. Sema yeye tukwenda ile mwana mkutano atanikumbuka. Mwambie Bwana, napenda foto yako na ikumbuka ile foto ya president. Sababu kupitia ile foto sema Mungu ananijua sana.
panda Kinshasa tutakuwa na lisuku. Hapo tutakuwa shajira kwenda kuuzia nani malegime unarudi. Bwana asifiwe sana. Parce que kama tuko vraiment watoto wa Mungu, Dieu va nous changer. Masiku zilizo zinakuwa tutakuwa sisi tuko leo. Dieu va changer. Parce que watoto wa Mungu Mungu anawabadilisha du jour au jour. Question ya kupata. Inasema hivi, kama tuko réellement watoto wa Mungu, quelle relation nous avons envers d'autres chrétiens? Mnaelewa ile question? Puisque d'autres chrétiens sont également enfants de Dieu, quel est votre rapport avec eux? Disi Mungu ashakazala watoto wa Mungu. Maintenant, Mungu na relation gani nao? Familiale. Barakoa wana ba frère et sœur. Bwana siku sana. Amen. Kila mwenye aliokoka anakuwa nani? Dada yako. Anakuwa nani? Kaka yako. Haleluya. Bwana siku sana. Nilikuwa nasafiri kunapita siku kidogo kwenda Uganda. Mtu mmoja alikuwa kana mbele yangu kumbuko ndugu yangu. Mumizike tu. Nikamwambia ndugu yako mbona hatuko kabila moja? Nishajua mbonge wako nishajua ndugu kabila. Asa bana ndugu yeye unajua. Nisha santi kama uko mtu. Niambia niko mtu. Asa sio kwa ndugu yangu. Alikuzia baini ya mkujia. Ndugu wa kiroho. Hakupokea pasi moja, hakikujuana. Me tutu nimeokolewa naye ameokolewa, tunakuwa wanani? Wa ndugu. Mungu awabariki sana. Amen. Question 5. Le salut est-il la récompense pour les bonnes œuvres de l'homme? Dieu au pauvre. Ni malipo ile Mungu analipa kwa kazi mema ile mwanadamu alifanya? Jibu iko bien mu Efeso, tusomea nyumbani 2:8-9. Mimi nawazia hapa. Haiko sema tulipatia Mungu vitu vingi ndo alipokoa. Nipatia Mungu parcelle. Parcelle yangu ndio ndio kanisa. Ndio Mungu alikuwa haiko hivi. Comment peut-on obtenir le salut? C'est le verset. Verset nasema nini? C'est le bombi. Comment peut-on obtenir le salut? Tunaweza kutoka kama Ephésiens 2:8-9. Très bien. Jibu ni haya. Kwa hiyo kesho. Mambo yao jibu ni haya kwa hiyo kesho. Tunapokea wokovu namna gani? Wikaka tunapokea wokovu kwa imani, na sio kwa matendo yetu. Très bien. Sio kwa matendo. Kwa imani na kwa neema ya Mungu. C'est grâce. Colossiens 1:13-14. Inasema nini? Colossiens 1:13. Seigneur, merci, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, oui, et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Amen. La rémission, yani kukombolewa, kunyang'anywa dhambi zetu akazibeba. Question iko personnel, mais c'est vrai que Mungu ashakapeleka nini dhambi zetu. C'est Jésus-Christ ne vous quittera-t-il jamais? Est-ce que Yesu atakutokaka? Hébreux 13:5. Unaenda mbio sio. Kama uandike mbio tutakuwa. Kwa kama ni kukomboa kuna verse hii. Yeye pekee ndiye asikia hata tena. Kisha wewe lazima muone nini. Bwana tusaidie sana. Dieu ne peut jamais nous laisser. Puisque Christ a promis de ne jamais vous quitter, combien de fois faut-il inviter à entrer dans votre vie? Et puis, ça veut dire qu'il y a un chat. L'autre, on va dire que Maraka, tu m'as dit. Maraka? Oui, ni mara moja tu. Mara moja. Une seule fois, il y a un mini, pour maisha yangu. Ukifanya sana, Mungu akusamehe. Usirudi tena hivi. Sawa? Ndio maana kumaanisha Yesu ni mtamu sana. Waimbaji wanaimba asali ya mti, Yesu ni kama asali ya mti. Alléluia. Vie nouvelle maintenant. Où trouve-t-on la vie éternelle? 1 Jean 5:11. Nous allons passer les textes. 1 Jean 5:11.
Tunajibia question, uzima wa milele tunaikuta wapi? Où trouve-t-on la vie éternelle? 1 Jean 5, 11, nous lisons au nom du Seigneur. Amenez en part de 13. Et voici ce témoignage. Oui. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ok. Je vous ai écrit ces choses, oui, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Utilisez ma question. Où trouve-t-on la vie éternelle? Uzima wa milele tunaikuta wapi? Tunaikuta wapi? Oui, en Jésus-Christ. Mungu akubariki sana. Si une personne a Jésus-Christ dans une vie à terre, mtu mwenye iko na Yesu Kristo ndani ya maisha yake, iko na maisha gani mwilini? Oui. Vie éternelle. Très bien. Iko na vie éternelle. Est-ce que tunaweza sema ni moja? Tuko na vie éternelle. Tuko na vie éternelle. Tuko na vie éternelle. Tuko na vie éternelle. Est-ce que mnajua kwamba tunapita shakoma? Tunapita kabisa. Tunakuwa kwa dunia. Mnajua nini? Miaka 10 na ngapi? Na 2 sikuwa. Mnajua nini? Mungu alikuwa. Sawa? Wewe sio kama kusema kunapita miaka mingapi? Kwa ni 20 ans, wengine ni 28 ans, wengine ni 35 ans. Dunia ilikuwa dunia mkubwa. Mesa ulikuwa dunia ukampokea Yesu. Na ukakuwa na ile vie ya sisi kwa sababu ulikuwa tangu zamani ndio kwa msingi wa ulimwengu. Quel mystère! Ya jutu ulimpokea Yesu mais anakusikiliza ni wewe wa zamani. Par la foi bien sûr. Amen. Amen. Est-il possible qu'une personne sache qu'elle a la vie éternelle en ce moment même? Est-ce que vous avez quelque chose comme ça? Il faut l'oser m'amener les sailles. Vous avez vu? Est-il possible? Est-ce que vous avez vu? Mtu kujua kama iko na uzima wa milele sahi. Ndio, Mungu akubariki sana. Nani mwingine? Hata kama unasema hapana. Uzima wa milele ni jambo nani? Kwani kabisa. Mungu atakutoa mtu mwenye kuna jibu ya kama. Hakuna. Ndio kazi yako kumshukuru na uzima wa milele. Uko na uzima. Avant que nous nouvelle, napenda hii anakuja, tutapata majibu bila kusoma verse. Hivi kisi mlisha kuwa na Yesu maisha yenu. Mlisito mnakuwa wanani? Selon des Corinthiens 5:17. Hata kama hivi verse ni verse watu wengi wanajua. Hivi kisi tushakuwa na uzima wa milele wewe. Mnakuwa wanani? Oui. Ouais. Et selon le verset, yes, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tupige mikono baba yetu. Haleluya. Tunakuwa viumbe vipya. Ni sawasawa na mtoto mwalifani. Alizaliwa sio mama akakua. Alikuwa mtoto wa mama. Aliingia kile dunia. Sio kwamba na wewe haukua. Ulikuwa kwa dunia, umeokolewa. Pale pale unakuwa kiumbe kipya. Ce qui est ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les hommes, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature de Dieu ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nini inaweza kukutenga na Mungu? Mtu mmoja ananiambia krize papa, inaweza nitenga na Mungu. Nikatafuta krize kwa hii verse. Nikamwambia kwa kifo hicho kutenga na Mungu, krize itakutenga. Oh, niko na 2 mois, $60. Hakuna problem. Tuna troisième mois utagusa $100. Kama unaamini sema amen. Amen. Akasema amen, siku ya leo anakusaka zaidi ya hiyo $100. Amen. Na krizi hizi kutenga na upendo wa Mungu. Oh, mie niweze kutenga na upendo wa Mungu juu sheria wa kwanza aliniambia kanikataa. Hivi niko na wapili naye Simone bien. Hivi
kuna sasa vile vraiment anatakaza hata kwenda kanisani. Mimi nitakutenga na upendo wa Mungu. Au ukapenda kutumia wa leo na kesho badote. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hakuna kitu kinaweza kinakalitenda ama kikakutenga na upendo wa nani? Wa Mungu wa ajabu sana. Qui pourra vous arracher à Jésus-Christ? Nani anaweza kunyang'anya mkono? Est-ce que hakuna? Parce que pekee anasema sio wewe mumikono yako. Sasa wewe usijitoshe mkono wa Mungu. Yeye aisha décider kama hawezi kukutosha mumikono yako. Très bien, on est en train de terminer. Selon cette étude, quels sont les éléments dans votre vie dont vous êtes certain en ce moment? Très bien, ça passe bien. Selon ile tunaweza kusoma sasa hivi. Vitu gani ndo unakuwa certain nayo leo? Niliamini, si ndio? Leo uko unasema kimwakimwa unaacha mwenzako na kimwili. Nani ataanza leta mikro huku? Selon cette étude, uko certain na vitu gani? Niko certaine que niko na vie éternelle. Très bien. Iko na uzima wa nini? Baki saa dada tu anatoka anaenda na uzima wako wa milele. Hakuna kuacha barabara. Ukwenda naye hakuna mtakwenda. Wewe unataka kuwa niko na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Ya pili, nani mwingine? Kitu gani kwa certain? Na mie kupitia neno ya leo ninatambua ya kama Mungu hawezi kuniachilia. Bien, Mungu hawezi kufanya nini? Quelle que soit circonstance ya maisha, iko pamoja na wewe. Yes. Na mie niko certaine que niko nouvelle créature. Très bien. Ya utamu sana. Yeye kiumbe kipya. Pia, haleluya. Bwana asifiwe sana. Anapoongea usiwazi kama yule dada wa nini? Wa zamani. Mwampia ndio tunakia mbele. Ndio maana banana amefoto mbele wakati. Kwa nini Mungu atamruhusu tunaomba kana yule dada? Ndio. Est-ce que anaweza karibu Mungu na kwa sababu dada. Sio ile foto kwa na wewe. Na mie niko certain que je suis un enfant de Dieu. Très bien, il est certain que ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? Ndio. Mtoto mwanalombaka mbingu atuiwazai sana. Salamani. Kweli basi atuiwazai. Kama unatembea ya maji. Ndio. Kweli. Mwanalombaka mbingu na dunia ndio wala. Na unaongea naye unamwomba. No. Kama unafanya makazi basi baba ndio Mungu. Mimi baba kizira hapo mimi katika tendo. Baba apatie ule. Haiko mimi. Baba apatie ule job. Amen. Amen. Nani mwingine certitude nyingine gani? Na mie na wala certitude kama zangu samehe. Très bien, iko certain kama mazambi zake zote zimefanya nini? Zimesamehe. Ndio cheketa katika dunia. Siku moja ndani mzambi. Kwa Burundi zamani mu 2000 proper. Dada umoja alikuwa tumia fiancé yake hivi. Na mimi nilikuwa niko pale. Anaanza bakamgratiler niti wakaanza tuma mashifu. Nikakuwa supu. Ndio kikubali souplesse. Nikakomposer ile chiffre ya kuteli. Niko sema andika mimi andika deja kwa telefoni yangu. Andika tena telefoni. Mpaka zilimalizika. Kigeuka ka 2000 kaibite. 2000 leo wakati hapana leo. Kwa hiyo ndio nikasema niko maele kwa shida. Kama ninaokoka siku moja. Siku niliokoka nikaenda ona ile picha gisi meibada. Nikafuata ile wa kioski. Nikamwambia huko dada umoja mali au zaidi hapa. Sijui kama mlikorogana siku gani. Unakuta siku ndio kushika ndani nikamwambia mimi napata karte ya muda kama hapo. Nikamwambia 5,000 nitafutia. Ninalipa ile bado. Akaambia hakutaki hapo. Wewe bado ile 5,000 kama na mimi franga nini ya wizi. Nikamwambia 5,000 kanikosesha raha. Mpaka tunaenda mkanisa wakaniambia franga nikaka anasema
Sasa unaokoka, dhambi zako zinafanya nini? Ya kama tena 5 minutes gani ikaita mtu atataka kwa Mungu ndio kunisamehe dhambi. Hata kama hata nisamehe basi wewe ufanye nini? Unisamehe. Amen. Madhambi ni za mingi. Tunasema tu ile moja. Huko madhambi za nini? Za kwa wima, tushukuru Mungu. Hii dimanche inakuja hatutakuwa tena hapa. Amen. Amen. Kwa hiyo msiku na tuicheue pia tuko prepare na sisi kufundisha watu. Mkomando mzuri utafundisha wengine. Haleluya.